ya kukosa kabisa katika ufalme wa Mungu. Kwa hiyo Biblia inatufundisha kuwa mwanadamu ameumbwa katika sehemu hizi kuu tatu zikiwa zinategemeana. Kila moja ina umuhimu. Hakuna chochote ambacho hakina umuhimu. Si roho tu peke yake ambayo inaweza kuwa na umuhimu kwenye maisha ya mwanadamu, kwenye safari yake ya wokovu, lakini pia hata nafsi nayo ina umuhimu. Lakini mwili pia nao pia una nini? Una umuhimu, kwa sababu mwili usipokuwa umebebwa katika utukufu wa Mungu katika Roho Mtakatifu, ni kwamba mwili unaweza kuwa ni kisababisho cha wewe kutokusonga mbele. Nafsi isipokuwa imetakasika na kutakaswa, haitaweza kusaidia wewe kukuunganisha katika ufalme wa Mungu. Lakini pia roho yako pia nayo itakuwa imeelemewa, kwa hiyo itapokea yale manyaunyau ya mwilini, lakini wakati mwingine inaweza ikapokea yale manyaunyau ya kwenye nafsi, yakaja yakaambukiza roho, na kisha ukawa mtu mbaya katika ufalme wa Mungu, ukakosa sifa ya kuingia patakatifu patakatifu, hata wakati wa kuja kwake Bwana au wakati utakapotangulia kwenda mbele za ufalme wa Mungu, inaweza ikakunyima ule uhuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo ni kitu cha muhimu sana, ni kitu cha muhimu na ni kitu ambacho unatakiwa kuangalia. Na leo tutajifunza kwenye haya mambo matatu, kujifunza mambo matatu muhimu, tukianzia na jambo la roho. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Roho ni neno ambalo limetokana na neno la Kiyunani likiwa lina maana ya pneuma. Pneuma ni neno la Kiyunani ambalo limetafsiriwa likaja kwenye lugha ya Kiingereza na likaja kwenye lugha ya Kiswahili, tukapata roho. Roho ni ile roho ambayo ya mwanadamu inayokaa ndani ya maisha ya mwanadamu. Roho ni ile ambayo imepuliziwa pumzi na Mungu, mwanadamu akawa nafsi hai. Kwa hiyo hii roho ni ya muhimu, kwa sababu Yesu anapokuwa anabisha hodi, anaingia kwenye moyo, na anapoingia katika moyo, anachokifanya cha kwanza, anaondoa vitu vilivyojaa ndani ya moyo. Kwa sababu Yesu haingii na kutoka, lakini Yesu anaingia na kufanya makao kwenye huo moyo. Kwa hiyo mtu anapomwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, ni kwamba mtu huyu anakuwa tayari ametakasika, amekuwa mtakatifu, na Yesu anaingia ndani. Sasa anaanza kuishi maisha vile ambavyo Yesu Kristo anataka. Na neno hili la pneuma linamaanisha pumzi, ni pumzi ya Mungu. Ndio maana ukishika hapa, wakati mwingine unaona moyo wako unadunda. Kwa sababu nini? Siku ambapo mwanadamu aliumbwa, Mungu alipo